Sikuwa naelewa hii story venye ilikuwa inaenda juu. Si business yangu. Mimi nimejitokea mboka, nenda shughuli zangu. Hivyo ndio nilisikia sasa akisema. So then wale jamaa wawili kamuuliza, kwani wewe unatisha nani? Kani wewe ni karao? Situpige basi. Hebu tuwekelee hiyo bunde. Juu so unajua nasikizia stuff kana unatembea. Mimi natembea, mimi naingia keja. Juu sasa unajua hii tarehe ndio hii. Upload ndio hii, manyumba ndio hizi. Mimi nikaingia kwa nyumba. Kidogo nao jamaa anakaa. Sasa mwenye alikuwa anauliza mnyimu na nijua. Sasa huyu jamaa wa simu sasa anakaa. Kukam akasema niaje, nikasema niko poa. Akasema huyu jamaa anawajua. Akasema wasasi wajui. Jamaa insist. So kwa ile hivi alikuwa insist akanishika. Wadau, mko vipi? Welcome back again manze to another episode of My Life in Prison. Leo tuko na Mr. Joakim Sitati. Kutoka mtaani ya Nairobi. But kwao ni na huko hivyo Western na huko. And today he will be sharing with us his story in prison on how he ended up in prison innocently kwa sababu he has told me that he ended up in prison kwa sababu ya kupitia tu mahali then mtu mwenye umeacha hapo akaibiwa. And then mtu tu anakumbuka kwa akili yako ilikuwa ni yeye. Mtu alikuwa anakumbuka tu kwa akili yake ilikuwa ni Sitati. And that's how he ended up in prison for a stealing case. So today we are in for a good story na Mungu mbele siku zote. Au vipi? So if you're new to this place, make sure you subscribe to the channel, turn on the notification bell. My name is Mtoto Sonko for those of you who don't know me. And this is a place whereby tunakujanga for good vibes, kusikiza stories za wasee, kujibamba, kulearn and seeing how we can maybe change someone's lives. Someone's life. Yeah. So make sure you buckle up because we are in for a good one. Bro. Vipi? Niko fit. Good morning. Morning too. Ko fresh? Nashukuru Mungu. Kabisa. Mungu anasaidia. Siku zote. Ndio tumepata hii siku leo. Amen. Amen. Mimi nashukuru sana manze, have this great opportunity to enjoy leo. Ndio. Na pia have a sitting with someone like you manze. Nashukuru. Such a good opportunity manze. My pleasure sana. Manze, karibu sana. Hapa ni Ituge TV. I understand you are a member of Ituge family. Kabisa. But sasa unakuwa behind the scenes, sasa umekuja hapa officially. Pia leo nimekalia kiti. Man. Sindio. Karibu sana man. Say hi to your fellow members wako mtaani through this camera. Mwambie wewe ni nani? This one, the other one. Hii hapa. Hello good people. Yes. I hope mko fiti. Tuko poa. Joakim Sitati ndio jina langu. Na leo tuko hapo hivi kushare story. Just to learn 1 2 3. Alafu ni vinye kutenda baadaye. Kweli. Ni hivyo ndo tunakuaga. That's awesome. Hivyo ndivyo kuna kuanga, si ndio? That's great manze. Karibu sana man. Home ni wapi? Home ni Kimilili Bungoma. Kimilili? Kimilili Bungoma Western. Hizo ndio mimi Kimilili ni after umepita Kiminini, umeenda mbele huko ni kama unaenda na Bungoma town na huko. With the place mchanganya wase. Juu unapataga mtu utofautisha kati ni vigumu sasa kutofautisha Kimilili na Kiminini. So Kimilili Kimilili kwa ukienda like ukipita Kiminini. Sasa tuseme umepita Kiminini. Kamkuya alafu Kimilili sasa. So nikienda kaa unaenda Bungoma pass ukienda. So town iko near you ni Bungoma town kuliko na in fact Kimilili bado ni isa town hapo kwa hiyo soko fulani hapo. Sijika unaijua. Hai huko kumekuwa mtaani huko tumepiga maraundi sana. So hiyo mtaa Kimilili ndio mtaa yangu. Na hapo ndio mimi nimezaliwa. Okay. That's awesome. Ulizaliwa when bro? Like 28 years ago. 28 years ago. Hiyo ndio mwaka nilizaliwa hivyo. Kama kawaida msee akizaliwa na grow, ndio anaingia chuo. That is the thing. Uli have opportunity ya kuingia chuo? So nilisomea primary ni place inajiita Namboni FIM. Then secondary
Chesamis. So Chesamis boys. Chesamis boys. Muda kwani ulipita aje? Hapana, Chesamis ni I think ni 300 ilikuwa nachukuliwa na max 300 and above. Muda unajua sahi Chesamis boys is an ni national school, si ndio? Chesamis boys. Yeah. So hapo ndio nilisomea. So after that ndio tukaingia mtaa. Yeah, Chesamis hivi ligomia hapo then nikaingia mtaa. Kushughulika hivyo. Ulifika form 4? Nilifika form 4. Yeah. Ulipata marks mzuri? Nilipata C plain. Oh wow. Congratulations man. Nashukuru Mungu. Yeah manze. Yeah. Kama upige maraundi kama mwanaume yule mwingine. Ni lazima ukimaliza shule ndio Nairobi. Yeah. Utafutia wale wengine wenye wanakutegemea. Mtu ikao unajua kama mtu ya single mother. Lazima pia ujitume tu kwa sababu huyo ni mkoro anakutegemea. Yeah. Unafaa umshughulikie pia. Nilikuwa hivyo. So ukaingia Nairobi. Ukaingia Nairobi mwaka gani? I think ni 2015 after exam December sasa. Kama unakumbuka wale watu 2015 tulipelekwa sana juu ilikuwa wakati ya Matiang'i hapo mbele. 2016 ilikuwa wakati ya Matiang'i but 2015 sasa December ndio mimi naingia Nairobi. Kuja kusakanya ndo. Kwa hivyo take us through sasa umefika Nairobi. Unakuja Nairobi kwa nani? Ama ulikuja Nairobi kwa nani na umekuja for what purpose? Nairobi nilikuja kwa I think nilikuja kwa kazini yangu. Kuna jamaa anaitwa Jose. Wedeni jamaa mzuri, jamaa mungwana. Jose ni mtoyo mama yake na mamangu. Yani my sisters. So nilikuja kwake na hapo ndo nilianzia life. So I think venye alikuwa anakaa Kiambio place inaitwa hivyo. So huko ndo tulikuwa nakaa na yeye. Alikuwa mashughuli juu alikuwa anafanya kwa matunda but mimi nilikuwa na relax tu kwa nyumba hivyo tu. Sikuwa na kazi bidhe. Bora shughulika tu hapo, mimi naenda natembea tao. Narudi jioni. Hivyo tu sasa ni hiyo December yote hiyo. Ilikuwa tu za hapo hivyo. Ulifika Nairobi kaushapata mboka? Ama ulikuwa unaenda shughuli? By 2016 ikianza Januari nikakuwa introduce kwa Nation. Bado tu Jose ndiye aliniconnect na Nation Center kuuza gazeti. Pale tulikuwa nauza gazeti on the highway in fact. Kwa nauza magazeti na huyu Jose ndiye aliniconnect. Yombo by the way ya magazeti yuko aje? Like msee ulipo na commission ama msee ako na retainer pamoja na commission? So unaona ukifanya na kampuni direct, Nation yenyewe direct. As long as umeuza gazeti, ikibaki zinarudishwa returns. By saa 8 saa 9 zinarudishwa. Of which wewe utalipwa tu juu nakumbuka ulikuwa unalipa 80,000. So 8K. So utalipwa tu do yako kawaida at any month. So haina like a commission ama nini. Kama ni commission, tuseme kama gazeti ni 60 bob, si ndio? Alafu of which inafaa ikuwe 55. So maybe your commission ni 5 bob. Maybe hiyo utapata hiyo, lakini we any month hijua kona zako 8K. So inakuanga hivyo. So ulikuwa unajitafutia marupurupu kwa 5 bob hizi. Kwa hizo tu, lakini of which any month kuna do zako. So in a day wewe ulikuwa unauza like gazeti kama ngapi? Unajua kama pale kulikuwa na delivery. Kuna zile unaweza unapeana mtalipwa end month. Tuseme tulikuwa pale kama place inajiita Nasiko, sijui kama unajua. Nasiko Plaza. So kuna hiyo ofisi iko na more offices, hiyo building iko na more offices. Na tulikuwa tunapeleka pale gazeti. So zingine kuna za kuuza na kuna zingine delivery of which utarecord. Hata ukipeleka Nation Center bado hiyo report wanajua huyu ni mse fulani alichukua gazeti, huyu ni mse fulani alichukua gazeti. So kuna wenye watalipwa any month. Tuseme kama mtu anaweza chukua gazeti kama vile kama ni Daily Nation na Standard. Ikifika kama ile Friday, juu hiyo time nakumbuka Friday. Ndo
hii Nairobi nilikuwa natoka. Yes. Na wakati Nairobi nilikuwa hot cake. Yes, yes. So alikuwa anachukua kama ikifika Friday ataongezea. So hiyo sababu yake anampigia. Hizi zingine ukiuza pia. So utatoa zile za delivery na zenye umeuza unapigia hesabu yako na rudisha Nation Center. So returns zilikuwa zinafanywa nini? Juu like gazeti nasikianga zina printiwa more than 100,000 copies. So unajua like tuseme umeendea place kufanya kazi hadi unajua hiyo masaa returns ikifika unarudisha. Hujuangi hata hujuangi zinafanywa gani huko. Jua lakini hujui ikifika saa 9 narudisha returns zako kwa ndani. Okay. Liko hivyo tu. But walikuwa ni sijaribu kuuza, hatutaki hizo returns mingi, wewe uza. So in a day wewe ungetoka na gazeti ngapi? Uko kwa nini? Ama ungedropiwa gazeti ngapi? Mbona? Ilikuwa inategemea na nini? Mimi inategemea juu. Unaona hiyo hapo wakati ilikuwa unajua kiuzanga gazeti ni headline. Ni ile picha iko juu. Yes. So hiyo wakati unakumbuka wakati Raila Odinga. Yeah. Anytime amapia kwa gazeti jua zitaenda. Anytime ako kwa gazeti. As long as Raila ako juu ya gazeti wewe jua mazee wajaliwa tano hiyo gazeti juu ni baba muongea. Na unakumbuka kuna hiyo time ilikuwa ni beef kati ya Unye Raila na Ruto hiyo wakati hiyo story. So ilikuwa kitu Raila muongea lazima watu wafuatilie, wanataka kujua nini. So hiyo wakati unasema hata unaweza uza almost kama ni 50 copies. Okay. Tuseme kama ni Nation peke yake. Standard unaweza uza kama 30. Bora iko na gazeti ya Raila. So watu walikuwa wanapendanga ni ile news kitu imehappen hivi watu wananunua. Ilikuanga hiyo stuff kai hiyo. Okay. Juu nakumbuka kama ile day Maraga zile election alisema watarudia zile election. Nakumbuka tuliuza gazeti. Zikaletwa zingine tukauza tena, zikaletwa zingine tukauza tena mpaka saa 1 usiku. Tulikuwa nauza bado gazeti. Like the whole full day uko bado analeta tu gazeti. Wow. So sasa pia hiyo siku nakula unaona. Sio kweli? Kabisa juu sasa unajua Nation pia wamechangamka, magari zinakuja so unajua na kwanga imefungiwa. Unakuja unadropiwa hivyo. So kwa hiyo package yenye wana dropping sina kwa inatoshana hivi? So inategemea ni ngapi zikapo. Zinakuwa ngapi? Of which una order. Wanakuanga order ule order ngapi? Ni order kitu kama 70. Kitu kama hizo zile Taifa zinakuanga kama 30. So inategemea umeorder ngapi. Okay. Kwa Daily Nation wana printing gazeti ngapi? Na sizi jua ni mingi. Like zenye zilikuanga hot sellers. Kuna Daily Nation. Standard bado ni hapo? Standard ni tofauti na Nation. Alafu Taifa I think iko kwa Taifa Leo I think iko kwa Nation. Yes. Alafu Nairobian ni Standard. Okay. So ulikuwa na wakala kampuni mbili at once? Standard na Daily Nation. Juu unajua jamaa tulipata hapo ndiye alikuwa ametuambia I think huyo jamaa alikuwa amechukua na anaifanya zote. Zikitoka zinatoka zote kwa sababu unapata kama ni Nation wakati returns ukipeleka returns Nation unapeleka pale Nation Center kwenyewe. Alafu Standard nayo unapeleka hii side nyingine ya Moi Avenue kupeleka barabara. Ni Standard, yote niseme ni Standard. Hiyo building inaitwa Standard. So zile Standard returns kama ni zile za Nairobi na hiyo Standard mnarudisha kule Standard. Okay. Alafu zile Nation mnapeleka pale Nation Center kwenyewe. Zinahesabiwa huko. Okay. That's awesome. So ukapiga mboka ya gazeti kaifanya nilifanya for long VP ilikuwa poa. Ilikuwa inalipa pia. Yes. So kitu ilifanya nikatoka huko ni azin tuligombana na huyo jamaa. So msaya alikuwa boss wangu mwenye alikuwa amenini. Unajua nafika hata place market imerudi chini. Baba Raila api kwa gazeti. Mzee api kwa gazeti. So obvious watu wanunui.
Yeah. Unaona jamaa wanunia kuna msana boda nayo watu wanataka ile time regular tu. So tukakuwa naenda na wave venye nenda songa na hiyo. So hata unarudisha Nation, unarudisha zile gazeti, unapata unagombanishwa. Wewe ulikuwa unafanya nini? Unaona ni zile challenges za business tu. Ulikuwa unafanya nini? Mbona uzi? Yani unexpect kama etwa zile. Unexpect mtu unexpect watu wanunue. Na watu kule chini pia watu wanataka zile gazeti ziko na baba. So unapata ni challenges. Ni face sana. Ni mkiwaambia walikuwa wanaelewa? Ama watu wengine hawaelewangu? Ni vigumu. Kuna watu wenye kuna wengine wanaelewa, kuna wengine hawataelewa. But ni vigumu yani. So mka have differences kwa quit. Nikachana nayo. So nikitoka hapo hivyo nilibidi nirudi kwanza mtaa hapo tu ghetto. So wakati nilimama kiambio na kashauri hapo Shauri Moyo. So unajua kuna ile stuff ukiacha kazi siachangia tu kazi kiujinga. Alafu urudi ukae maeria utapitia life ingine man. Ukiacha kazi acha ukijua kuna opportunity fulani ama umefungua business yako. Lakini usiache tu kuja utulie ndio utafute. Jumi venye niliacha nikarudi mtaa kwa plot. Hiyo plot hadi sijui tu. Hizi ghetto pia umesemanga kuna kwangana kalana fulani kako tu. Kwa ghetto. Hiyo ghetto tu hizo. Hiyo plot tulikuwa tumekaa ni Waluya tupu. Tumeka yani so kulikuwa na mademu wawili ndio likonga wakienda wakiuza melon, watembezwa wakiuza melon. Mimi nikakaa almost a week. Buda hakuna mboka hakuna nini. Simi pia nikawaulizia venye kunaenda. So akanieka kwa business. Ndo nikaeka watermelon. Hiyo day nilitembea na watermelon tao. Watermelon nilikuwa nimechukua za tuchwani. Kwa hizo tuchwani niliuza watermelon ya mbao. Watermelon 2. Nikarudi na hizi zingine. So unajua nikwambie hii plot si au jamaa ni watu wengi hatuna kazi. Watu wametulia tu, wale mademu wanakanga hapo hivyo na maboys. Hii si kitu italala. Useme ndaitumia kesho. Sema kuchangamkiwa na jamaa. Yo dem likula sapa watermelon. Juari wenye sana I feel tu si haini keja ya jo. Si kapo zote anakuja anachukua. Mkono busy. Msemanga busy na kwanga tu. Unajua unasema kuna mini. Busy na kila mtu anakwanga tu. Mkono wake tu. Usikimbilie kitu maybe umeona jamaa alienda kauza. Aka make it. Wewe pia ukamwacha acha mimi pia nitoke nichukue niende ni. Mani niliona siku mrefu. So niko na hiyo 20 bob yangu ndio nibaki na so ndio profit jamaa ndio loss out of all. Nibaki nayo peke yake hapo ndani yake. So imagine nilepe nilipitia hiyo day. So wewe hiyo day ndio uliamulianga watu sapa. So what happened the next day? Kulienda aje? Mimi nilitoka nikaenda kwa mjomba wangu. Nikaenda kwa mjomba. I have some rich angles. So nikaenda nikamtembelea. Mjomba pia kuna yani vile yani ni yule mtu anataka ukifika kwake mwambie shida. Unaona wewe mwambie unatakaje. Lakini sasa mimi pia kuna tu ile uoga juu huyu ni mjomba. Kuna venye unaanza kumuelezea tu direct. Asi mimi nikashinda hapo nimelala. In fact nilifika jioni. Ni alikuwa wax. Sasa kuja usiku wakauliza na kijana anafanya nini huko. Kaambia alikuwa amekutembelea wewe. Akasema akamtembelea tu mimi haina shida. Najua asubuhi yake mzaa anaamka na anaenda wax. Mimi nikabaki hapo. Sasa nikaangalia hivi hadi katoka tu nikajiendea tena bado.
nikajitafutia shughuli nyingine. So ikabidi niende kwa kazi. Yeye mjomba mwingine so akinangamadhi. So ni kazi ya mamangu. Si bado mimi namta mjomba. Mimi nikaenda kwake. Ovicho alikuwa anafanya security yule mjomba wangu. Then akaniconnect, hiyo plot nikangemi sasa hapo. Akaniconnect na jamaa anafanya security pia, akasema ni kijana assist yangu. Kuna venye naweza, kuna kwenye kampuni yenye kuna opportunity. Kuna nafasi. So jamaa akasema niliona walikuwa wanaandikisha watu, walikuwa wanachukua watu, akasema ni sawa. So jiprepare alafu tuone venye kutaenda. So hivyo ndo nikaingia kwa security industry. Nilikuwa naifanya. So ilikuwa 2016 ama 2017? Hiyo ni kitu kama 2018 sasa. Juu gazeti nilifanya for long sana. Gazeti nilifanya for long. Hapo ndo nikaingia sasa. So ni 2018 December. So nikiingia inda security sasa. Kianza kufanya na security ilikuwa inajiita Hatari, which is the current company I'm still working on. Hatari kwa usalama. Ama ni Hatari security company. Hatari tu inajiita hivyo. So kaingia Hatari. Nasikianga mtu akiingia kukua karao ama kwa anything to do with security lazima mwende recruitment, mwende training. Is it the same with the security officers? Kwa sababu kama hii Hatari training inachukua kitu kama 2 weeks. Ndio training nenda mnafunzwa that customer care, hizo PR, unafunzwa kila kitu pale, how to deal na client mwenye ako, tuseme unaweza kuja mtu ako na stress zake, utadeal na yeye aje. Unafunza vitu mingi, ni kama tu NYS wenye wanaenda kufunzwa hivyo. The same way na kwa trained. So security si tu ile mtu anaambiwa gati security tu ni mpatiwa rungu. Hapo mnapelekwa mpaka klasi, mnasoma mpaka mnafanywa exam, of which ukianguka bado utarudia. Mpaka venye utashika line kila kitu kiwa safi. Ndio kuwa deployed upelekwa mahali fulani kufanya kazi. So day 1 class ilikuwa ya nini? Ama day 1 ya orientation kulikuwa hapo mnafunzwa parade. Ndio mnafunzwa parade. In fact mnakimbia. Unajua kama hapo railways mnazunguka ile, mnaenda mpaka huko Lusaka Road hivyo, mnazunguka ile barabara. Wasa unajua railways. Hiyo Chachanganga hivyo mwende mpaka huko Uhuru Park huko nyuma. Jua wakati huo Uhuru Park ilikuwa free. Na unakimbia ndani huko, mnaenda mnazunguka. Akuja umesweat, mnafika mnafanya mazoezi. Unafunza masili zote za vita. Na wasa wakapo kwa sababu matrainer some of them ni ex-military. So unapata wanaofunza zile staffs. Kila kitu ni staff mingi mnafunza pale ndani. So day 1 ukafunzwa, mkaenda jogging. Kuja unafunzwa mpaka zile masaluti hizo. So hivyo day 2 so mnaingia class. Kama zile mnaanza, I think the first lesson inakuanga ni customer care. I think mnaanza na pale hivyo. So ndio mnakuja pole pole mkifunza pole pole mkisonga mpaka ile wiki ya mwisho wenye mtafanya exam sasa. Nice. Kwa hivyo sasa so sana kwa theory mnafunzangwa nini sasa? Jurungu haina tactic ya kushika. Kwa theory ni nini sana like mnafunzangwa? Venye nimekuambia tu theory venye nimekuambia zile customer care hizo. Zile ndo staff mseo anafunzwa pale ndani. How to deal with the client. Tuseme umekuwa deployed area fulani, alafu unaona hiyo mtaa, tuseme kama ni building, kama building kama hii. Ukiingia hapo jua client rules hapo ni tofauti. Tuseme umepelekwa kwa supermarket, pia hapo rules ni tofauti. Hii ni government building, jua hapo vyenye kunafaa cooperate. Hivyo ndo also like unafunzwa how to be in certain areas. Which tena bado na zile handing and taking over. Bado pia mnafunzwa hapo hivyo. Wewe maybe umefika hata place hujui nini iliape, unafika umetake over, au jui kama kulikuwa na mtu aliiba. So make sure umefika hiyo area, umepatrol, umejua assignment, kila kitu iko sawa. Hizo ndio sababu msee anapitia training akifunza theory kwa ndani.
So ukaingia hatari. Nikaingia hatari security. Yeah. Back in 2018. So ilikuwa ni ya 2018 December hapo hivyo. Nikielekea 2019. Yeah. Kapiga mboka. So 2019 I think corona ilikujanga 2019. Yeah. Kisha. So hiyo time tulikuwa sasa ni ilikuwa ni NHIF. Pale building, NHIF building. Yes. Sasa ndo nilikuwa napiga pale shughuli. No, nakumbuka venye hiyo corona ilikujaga. So unajua watu walisimamishwa kazi. Yeah. But sasa security hakuna venye ingesimamisha kazi. Yeah. So bado si tulikuwa na advantage. Kwa hiyo watu wenyewe tulikuwa hiyo zoea tulikuwa na advantage. Bado si tulikuwa naingia mboka. So ukapiga mboka. And how did it come when security man ama security officer but umejipata na normal, umejipata prison, kuliendaje? Si ndio? So kama after NHIF it contract most na kwanga tu ina run kitu ka 2 years or 3 years. Na unapigwa rotation. In fact hiyo sasa inaisha, another company inaweza kuja take over ama mnaweza renew. But sasa sisi kama in our case iliisha, then renew. Si tulitoka. Okay. Si tulitoka. So hiyo day nilikuwa nafanya ipoa. Pole community. Yeah. Yeah. Nilikuwa nafanya pala ipoa. So inakumbuka ilikuwa ni majioni hivi, ndio nilikuwa nimefunga works, ilikuwa ni jioni. Yeah. So ndio nimemalizia works. I remember ilikuwa saa 2023. Nimetokea works hizo majioni naingia mtaa. Yes. Na nilikuwa nakaa Mdhurwa. Mdhurwa wapi? Koko hall kocha. Mdhurwa unajua nakunga kubwa sana. Sijika unajua ile chachi ya jamaa anajiita Pastor Wuri. So kuna kale ka flyover kanatoka kanaunganisha chachi ya Pastor Wuri na Mdhurwa. Okay. So mimi nilikuwa nakalia side sasa ya Mdhurwa sasa. Hapo ndio nilikuwa nakalia. Na pale kwa hiyo church wasa wanajua pale kuna ka bar, ka club hivi. Na pale mbele kuna kuanga na Wamasai. So sisi ilikuwa nakaa nyuma. Yeah. Nyuma pale kale ka bar tulikuwa nakalia pale nyuma. Which hapo unajua life hapo ni cheap. Juu keja ilikuwa nilipa 1500. Nairobi ndani. Sasa unajua keja mse mtu au na familia. Yeah. Keja ndogo tu. Yeah. Unatulia hapo hizo kuna kama lazi kako hapo na kakiti kako. Yeah. Staff wako sawa. Nasonga na life unasonga. Si ndio? So keja ilikuwa ni in fact nilikuwa nalipa 1500. Yeah, so ni hapo nilikuwa nakaa. So ilikuwa ni mtaa cheap. Mdhurwa life ni cheap. Yeah. So hadi jioni nilitoka works. Nikakuja naingia mtaa. So before nifike kwa ploti. Yes. Kuna kuanga na hizi taya zinakuanga zimechimbiwa chini. Zile tu zinakaa carfats. Sasa wanaenda kutulia hapo. Wasa upenda kutulia hapo. In fact ina iko mbele ya ploti. Unapita kwa hii taya alafu unaingia kwa ploti. So wasa hapo ndio sisi tulianga jioni. Mtu anajisikia kutoka kwa nyumba na kujiona kaa hapo hivyo. Ni kubwa kabisa. So hapo ndio so upigenga story. So dini katoka kuingia keja. Wasa walikuwa wameketi wawili. Kwa hiyo taya. Na so ilikuwa ni saa moja hivi. Yeah. Nielekea giza hivi. So kulikuwa na jamaa alikuwa amesimama na anaogombanisha. Na msali alikuwa anatenje. Alikuwa ameshika alafu anaogombanisha. So nyuma nijua kweli mimi ni nani kweli? So sikuwa naelewa hii story venye ilikuwa inaenda juu. Yeah. Si business yangu. Yeah. Mimi nimejitokea mboka, naenda shughuli zangu. Hivyo ndio nilisikia sasa akisema. Yeah. So then wale jamaa wawili kamuuliza, kwani wanatisha nani? Kani wewe ni karao? Situpige basi. Hebu tuwekelee hiyo bunde. Juu so unajua nasikizia stuff kana unatembea. Mimi naingia keja juu. Sasa unajua hii tae ndio hii. Plot ndio hii, manyumba ndio hizi. Yeah. Mimi nikaingia kwa nyumba. So kuingia kwa nyumba kulikuwa na giza. I remember hiyo day nilikuwa stima zimepotea Nairobi mzima. Kulikuwa na giza kila mahali.
Sasa mimi nikaingia kwa nyumba na mimi nilikuwa natumianga coil. Kupika ilikuwa natumianga coil. Ile ya stima ile. Ile ya stima. Unajua ghetto si upenda kuriski. Stima ni ya kuiba. Imeletwa na kawaya kamoja lakini bado ndio unaifunga mwenyewe. Julian Lodi hataki kujua yeye atakujia ndo yake adhe. So nikaingia keja nikapata stima zimepotea, sasa kuna vijana za pika. Nikachukua 30 bob. Zilikuwa in fact zilikuwa hapo kwa meza. 30 bob nikachukua ibai mafuta. Nilifanya ile nibai mafuta na kando. So kurudi nje yote kukuwa na msee. Watu kumbe hizi hawako. Asimi nikaketi hapo juu ini area yetu si utulia hapo hivi. So nikaketi hapo ni ile kubarizi tu juu sasa hakuna stima, hakuna kitu nafanya, acha nitulia hapo. So man kutulia hapo kidogo nao jamaa anakaa. Sasa mwenye alikuwa anauliza mnyi mnanijua. So jamaa wa simu sasa anakaa. Kukam akasema niaje, nikasema niko poa. Akasema jamaa unawajua. Akasema jamaa gani? Akasema tumekuwa nao hapo hivi. Nikasema zimia hadi siwajui mimi, in fact jamaa gani unaongelea? Mimi nimepita hapa nikaacha kama mnaongea. Akasema hapana jamaa unawajua anakaa. Akasema wasasi wajui. Jamaa ka insist. So kwa ile hivi alikuwa insist akanishika. Kumbe alikuwa njege. Ni somo na kale kabaki yenye nilikuwa nakwambia. Yeye ndio ana own your club. Okay. Kijama ki strong, jamaa ametunya buda. Jamaa kanishika. So unajua like Mungu unajua ati venye uko innocent kila kitu ita happen. At the end utapata justice yako. Hakunanga story ka hiyo. So mimi nimetulia, in fact hata sina venye naweza hata umjibishi tuagi ama nini. Mimi nimetulia. Jamaa kanishika, vijana nishika, then akapiga nduru. Kama mwizi. So pale remember pale hivyo kuna kwanga na Wamasai. Kuna Wamasai wanakwanga hapo hivyo. Si Wamasai wakachomoka. Watu si huyu jamaa ameshika amepiga nduru alafu watu wanaanza kukama. Unajua mimi semanga hivi, usionange place mtu anapiga mwizi, unaenda unajoin. Alafu unajoin unaanza kupiga mwizi. Trust me, utakuja kuwa jamaa innocent ama utakuwa mtoto wa mtu mwenye ameshinda kujitetea. So unajua Wamasai wamechomoka na obviously Wamasai ushindanga na visu zile marungu zao. Wamechomoka hapo, jamaa amenishikilia. So Wamasai wanataka anipatiane kwao. Unaona? Juu huwezi sema mimi nimekushika wewe, wewe ni mwizi, alafu mimi nimegrab, alafu wao wanasema tupatie jamaa, alafu nikugwamilie. Always mimi ndakupeana. Jika yenyewe mimi ndakupeana. But jamaa amenigwamilia, anasema hapana, jamaa anapeleka polisi. So Masai hapo wanachomoka. So unajua kwa ile vinyawa sawa na gombana huko na huko. Kuna mwenye anatokea nyuma anakupiga kibare, kuna anatokea huko anakupiga. So niko za hapo tu. But jamaa amenigwamilia sana ni vuruta. Na kupeleka polisi. Sasa hadi nikamtolea ID yangu ya wax, nikasema buda, mimi ndio nimetokea wax. Juu ilikuwa ni hizo ID za name tag, sitembea nazo. Kwa mfuko nikamtolea, sasa buda, mimi ndio nimetokea wax. Akasema hapana, au jamaa unawajua. Unaona? Au jamaa utawatoa mnakaa nao. Kwani kuna mjamaa alikugotea ukiingia? In fact hapana. Hakunigotea. Hakuna, in fact hata au jamaa siwajui completely. Hakuna mtu anajua hapo. In fact kama ningekuwa na wajua ningewapeana that moment. So hiyo place na Mdhura police post ni kitu meters, some few meters. Si mbali, ni kitu kama 10 meters ama 20 ni rough estimation. So unajua jamaa ananivuta hivyo tukienda naye. Na sasa unajua kwa watu nyuma venye mwizi. Yaani mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Remember keja nilitoka sikufunga. Nilikuwa nimeenda ni buy mafuta. Hiyo keja ilikuwa nimeacha hivyo wazi. Jamaa sasa amenipeleka, so ananivuruta tukienda pale Mdhura police post. Kapelekwa pale ndani. Kuna sawa sana jita OCS, huyo mkubwa kituo. Sijui anajiita OCS I think.
Akanikalisha chini, alikuwa ni Mkamba fulani hivi. Huyo jamaa alikuwa na reason. Akaniuliza, "So kijana si upeana simu ya jamaa?" Nikasema, "Mkubwa, mimi to be sincere, mimi hakuna story kama hiyo naijua." Huyo jamaa mimi ameniangukia, mimi niliwaacha hapo kinini. Wakigombana kwa hizo stuff. Sasa hata sikujua venye walikuwa sikuwa najua ni story zao ni gani. Juu mimi kitu nilikuwa nasikia huyo jamaa kimwambia kama wewe ni askari usinipige risasi. Hiyo ndio story mimi nilikuwa nasikia nikipita mimi nikienda kwa plot. So jamaa kamuuliza, huyo sasa kauliza jamaa, "Alikuchukulia simu?" Hapana. Akasema wale jamaa nilikuwa nao ndio walienda na simu yangu. Unaona venye alisema hivyo? Sasa akasema ni mimi nirudishwe ndani. So unajua tunaongelea hivyo tuko kwa room hiyo Karao sasa hiyo ofisi yake ya OCS. Bado nikarudishwa. Anytime nikifikiria ngeo room mimi kana najisikia kulia. Nikarudishwa ndani. Kuna karoom. Na hiyo room kuangana huku. Ule mse wote ashaishi kwa maybe ashafika Mdhurwa. Anajua nini naongelea. Hook. Kuna hook fulani imewekwa kwa ukuta. Ya nyama. Kama yenye hang nyama. Kai nyileo. Sasa tuseme imechimbiwa kwa ukuta alafu iko kwa ukuta hivi. Buda nikarudishwa huko ndani. Huyu mse alitoka nje. Huyu mse mwenye kuna venye naweza mtaja jina kweli? Si alikuwa kwa case file. So jamaa alikuwa anaitwa Mukhwana. Jamaa katoka nje. Venye alitoka nje. Nyuma hii kale room nimewekwa. So tunajua hizi masel. Kuna zile kuna ka space juu. Kuna tuchuma. Sijui kanapitisha mwangaza. But hapo ndani kulikuwa ni giza alafu kulikuwa kuna nuka. So unajua hiyo ni saa inaelekea masaa 3 hivi. So huyu jamaa alikuja huko nyuma. So kulikuwa na askari, kulikuwa na Karao pia hapo hivyo. Na Karao alikuwa ni Mluya, but sasa hawa ni wale Waluya wa Kakamega. Juu unajua Waluya walikuwa wengi. So ni wale wa Kakamega. But unajua au msee akiongea hata ule mwingine atasikia. So wakaongea kwa ile kuongea walikuwa wanaongea Kiluya. In fact hata jamaa venye alikuwa anishika kinipeleka kwa najua mimi ni Mluya. Ule msee akaanza kupiga pale story kwa nyuma. At the end of conversation nilikuwa nasikia zile asante za Kiluya. Akasema wewe utalimalizia. Alikuwa anamwambia hivyo sasa ni sawa. Story yenyewe amepiga ni gani? Ni ile huyu msee kuja afanye mambo, hakikisha venye simu itatoka yeye atakula fiti. In fact atakula fiti more than that. Venye alikuwa amejengwa. Juu mimi nilikuwa nasikia from the other side of the world. Nakwambia huyo Karao rudi. Alafu kuna kwangana hizi, unaonanga makanjota au tembeaga na marungu fulani. Alafu zinakwangana zile waya ni kazi ya stima hizi, alafu zinakwanga za black. Na ziko na zile chuma za stima ndani. Nikarudi jamaa karudi kwa ndani kwa kale room niko. Akaniambia nishike hizo huku nisiachilie. Nikaishika. Jamaa alinipiga. Na unajua ni simu iko wapi? Yaani anasema tumalize kesi haraka, upeane simu, alafu nikuachilie. Askari alinipiga hapo ndani man. Unajua kichwa mimi wanga zinyoi. Jamaa alinipiga kichwa. Venye unaachilia huku hiyo hesabu. Anaendelea kukupiga. Ukiachilia huku anakuendelea jamaa alinipiga man. So nakumbuka ilikuwa on Thursday. Jamaa alinipiga usiku. Then akatoka. Nikabaki hapo ndani. Niko ndani kuna nuka. Hiyo place inanuka kabisa. Juu unajua wasijisaidia tu hapo ndani zile kale kachembo wasijisaidia hapo hiyo. Mimi nimetulia hapo tu. Nimepigwa hiyo usiku. So venye kulifika asubuhi nikarudishwa nikaweka kaseli kingine tena. Kenya at least kako na mwangaza sasa. Sasa hiyo ni Friday.
nikarudishwa nikaweka kwa ile kaseli kingine, ndio nikakaa hapo hivyo. We, hiyo Friday mchana yote nimeshinda hapo ndani, sijatoka nje. So kulikuwa unaletwa na jamaa, mtu akishikwa pale analetwa anaekwa hapo hivyo ndani. Na unajua kuna msaa amezoea life. Kuna tu mtu amezoea life ya seli hizo za jela. Mpaka mtu anakuuliza, "Wewe ushaifika jela? Wewe ushaifungwa kweli wewe?" Mtu anasimama na anakujua pale. So akikojua pale kona. Na umelala. So umelala hapa, hiyo mkojo inakuja na hiyo mkojo inakuja place huko. So unasonga na mkojo juu umeshinda usiku wote, umepigwa usiku. So ni mchana at least unajisikia at least kama unaweza lala. Then hapo chini unalala juu. Hakuna hata ile mati ama carpet. Unalala hapo hivyo. So unasonga na mkojo venye jamaa amekojoa hivyo. Na hakuna kitu unaweza mfanyia at the end. Kuna ndoo iko hapo lakini hataki kujua. So akonjolei ndo. Haizi jaribu. Juu yani ni jamaa amezoea life. So unajua kama mseka mimi ni mara ya kwanza nimejipata pale. I'm like hii life ni gani? Bado yani hata ijakuja tu kwa kichwa ikasema mama yani. Ni hivi unafoka hivi. Bado tu yani gali fresh. Hiyo ni Friday. Saturday bado niko ndani pale tu. So bado wanakuinterrogate ama tu? So hapo wameniacha tu hapo ndani. Okay. So sato huyo jamaa akarudi tena. Jamaa anajiita Mhwano akarudi. Ule msee wa pub huyo. Akarudi akaniambia mimi kitu nataka ni simu. Nikamwambia mimi mbele ya Mungu I can swear. Sijui watu wa simu. Akasema hao watu nawajua mnakaa nao kwa plot. Nikasema buda mimi kama una insist mimi basi mnipeleke koti. Juu mimi na expect pale koti utapata justice. Juu kwa innocent. Akonanga story kai in fact. So hiyo ni on Saturday unasema upeleke kotini. Hiyo ni Saturday nika hapo. So kuna ule OCS mwenye nakwambia jamaa alikuwa na reason at least. So unajua na handover kwa inichaji usiku tena. So ule jamaa usiku akauliza na huyu, so unajua kiwandani mimi alikuwa ananiita mtoto. Sema na huyu mtoto amekaa hapa from Thursday mpaka saa hizi. Mko sure nyinyi hamwezi kuleta shida hapa hivi? Then jamaa akasema huyu jamaa msipomwachilia mimi ndamwachilia. Na sitaki kujua venye kutaenda, mimi ndamwachilia. Unajua huyu jamaa huyo wa mchana alirudi. Yeye ni usiku sasa, huyu ni Mkamba. Alirudi mchana on Sunday. Juu sato bado pia nilala hapo. So on Sunday alirudi jioni mchana hivi kitu saa 8 saa 9 akanipeleka Kamkunji. Na unajua from Thursday change police station. Na unajua from Thursday hakuna kitu nimekula. Pale Mdhuru hakuna safuna. Hakuna kitu nakula, hakuna food nakula. Hata maji hivi hakuna yenye nakunywa. Nilikuwa nini mimi tu ni hapo ndani. So ile Sunday nikachenjiwa. Nikapelekwa Kamkunji. Unajua huyu kara anaintro hapo hivyo. Akinipeleka ndani. So anatoka hapa kiniambia huyu jamaa kwa well connected. Huyu jamaa sasa mwenye alipoteza simu. So huyu jamaa kwa well connected. Mimi venye kuna venye sitakangi story zake. So natolea hapo napelekwa Kamkunji man. Ninatembea kiniongelesha kwa njia. Mimi na ujinga hadi unaona nasemaga ningekuwa like sijui sana ningekuwa mwerevu ama ningekuwa mjinga hata ningetoroka na wewe mzee. Ningetoroka hapo hivyo juu jamaa ni mzee. Hakuna venye ningefika pale alafu nichomoke. Na ulikuwa unapingwa ama? Alikuwa ameniachilia tu. But alikuwa akiniambia mimi ukichomoka na kupiga risasi. So anatembelea anaweka uoga. So unajua niko mbele anatembelea nyuma yangu. Tunaongozana tukapiga story then maybe hao jamaa wanajuana in fact. Nikapelekwa saka Kamkunji. Pale Kamkunji ndio at least nilipata zile makidheri. So ni thanks. So ni from Thursday ndo
hiyo Sunday jioni at least napata zile kidheri za pale zile za police station zile zinakanga zinakanga na kiharufu fulani hivi. Inakuwa na harufu buda kidheri ya nini au msasi kudanganya si tamu vile. Nikapelekwa hapo hiyo jioni, so jioni kalala huko, so asubuhi yake so ni Monday naitishwa pale. Huyu jamaa anakuja na bado, huyu jamaa alikuwa amenifuata bado huko juu alienda pale Mdhuru akaambiwa niko huku hivi so bado akanifuata huko. Mimi bado siamini kama hii staff inaniapenia ni mimi. Hapo ndio mjomba wangu kuna ule madam, kuna madam pale Kamkunji. Kuna venye akileta tuseme akikuja akileta kani mfungwa alafu atupe ndani ya cell. Jamaa moja anaweza itanisha. Madam kama kuja kidogo nataka simu nataka kupigia mtu. So ataenda alafu arudi akuite pale ndo upigie at least mtu wako simu. Mimi pia venye alirudi hapo ndani mimi nikamwambia. So akaniita pale nje pale ni within venye wanaandika hapo kwa OB hapo nyuma hapo. Kanita hapo. So mimi nikampatia namba. Napigia namba mjomba wangu. Mjomba wangu kusikia amani. Na mjomba wangu anaitwa Mr. Leonard. Jamaa Mungu ambariki. Yaani tu naombanga tu Mungu tu. Mimi usemanga hivi nikimake it in life. Mjomba wangu kuna venye tu anaweza msurprise. Nikampigia akakuja. Man jamaa alilia. Najua ni last born. In fact ni anafuata mamangu. Mjomba wangu alilia. Venye aliniona hiyo situation venye niko. Mjomba wangu alilia. So at least ndiye ali break report. Ikajulikana huyu jamaa ameshikwa. Ni mjomba wangu sasa. So mjomba anasema unajua huyu jamaa simu. Mimi nikamwelezea mpaka venye huyu jamaa venye imekuwa. So katafutana hapo hivyo mjomba katafutana na huyo jamaa pale. But jamaa ni insist. Anasema huyo jamaa walilivamia akaninyang'anya simu. So mjomba anasema ni accept. Tumalizane story. Mimi nasema mjomba hakuna story kama hiyo, mimi hakuna kitu nasijui. Mimi hakuna stuff najua kuhusu hii kitu. Wacha tu mimi nipeleke koti, mimi napata justice. So ni venye mjomba venye pia kuwa na do. But niko sure vichangia kwa na do. Angemalizana zile story hapo nje. Jamaa alikuwa anasema ameibiwa simu aina gani? Alisema simu ya 20k. So unajua anasema ati hiyo simu yake ati amenunua, alikuwa anasema amenunua last week. So ingali hajakaa nayo sana. So anasema hadi ako na receipt. Unaona? Juu venye nasomea kwa bini maandiko, so unajua hizo unaandikwanga zote ziandike hapo hiyo makosa yako, simu yenye uliba ni nini hizo hadi na bei. Nasema ni 20k. So mimi nikidhani hii safu hata maybe inazaisha hivi. Wacha niito. So unajua pale kama pale Kamkunji kuna offices za DCI. Wako ndani pale. Mimi nikaitwa nikaenda nikachukuliwa fingerprints. Faili kafunguliwa. Bado tu siamini. Nikachukuliwa pale fingerprints, nikaeka hapo hiyo. Man nikachukuliwa I think sasa Tuesday, it was a Tuesday. Kwa gari. Nyuma ya gari saka ni Junika round alitupeleka. Ametufungulia. So kuna jamaa kuna msaa hapo ndani tu tulishikwa. Yeye pia alikuwa sasa tulipata pale Kamkunji. So akatufunga naye pingu. Alafu tukaekwa ndani ya boot. Kagari kadogo hivi. Kanoti hivi. Gari kadogo tu hivi. Tukaekwa ndani man. Kapelekwa Makadara. Makadara ndo tulipelekwa. So kufika Makadara Jimuse manga kuna mapasta wengine huko nje sijui nini usumbuaga. Wewe ni pasta unahubiri pale kwa
pale ndani ya nini pale zile ni Karumande pale Makadara kuna karum hapo kwa cell hapo cells za koti watu wakikuja umwagagwa hapo hiyo sapo nani kulipwa na pasta unahubiri na unaitisha sadaka na unajua hapo ile ni hope wanakupatia tu hapo hope ya life ati nye kuna maombi zingine hadi mimi angalianga wase ati anaomba na pia ni mfungwa hapana yeye I think akujanga kwa access yeah akona ya access anaomba alafu anaomba vinyana anasema ati ukifika huko jaji akishika faili ipotee so unajua hapo wafunga mnasema amen au jamaa mwenye mko hapo hivyo ndani juu ni matumaini tu jamaa anakupatia hope so unapata na ako like za najua wengi mumeekelewa najua tu yenyewe huyu jamaa ni mimi anasema huyu ni mimi ananiongelesha hii message imetumwa ni yangu lakini ukifika pale hiyo file itapotea so unajua mko tu za amen hata unajua hapo ndani mko watu wengi kuna wenye wanapigana so unajua hapo tena ni freedom nyingine tu kuna wenye wanapigana juu hapo ndani watu ni wengi alafu watu ni aina mtu ametoka sijui wapi alifanya nini nyinyi mngoja hapo mpeleke huko mhukumiwe amwambie che itaweza mwenye kutenda basi hapo anahubiri man wanaume tumetulia tunapiga wakupiga magoti wanapiga anawaombea so venye alimaliza mimi kitu nilibo yakatoa ile kiyosa yake ya sadaka then I was like ni hapo man alafu naomba sadaka please kama issue wali hata unafaa utupe sisi sasa niliboeka hata imani pika ikaisha nikajua tu hiyo faili kupotea hakuna faili inapotea huko huyo akasema in faith anatumia hiyo lugha ndio atushike sisi man so tukakuja tukatolewa so mkitolewa ni line moja so kwa hiyo harakati juu mnapitia corridor buda so alafu kuangalia nje so nikaona msaka akanita na nje kuangalia hivi nikaona ni mjomba wangu imagine ameshika zile chuma na analia just to experience your anger crying na mjomba kwa mwashi unaona nyumbani tu alikuwa anatuaga lakini jamaa venye alikuwa hiyo situation yani angalia mjomba analia washangae huyu bado ni anko bado ni anko man yani kumbe akona kale ka roho ya huruma mjomba analia Binyo so tunaenda ndani so tunaenda tuhukumiwa man. Sasa hadi akaniuliza hapo juu kwa hiyo venye kwa hiyo harakati tunajua sama karawa na wapiga mkiingia. Alafu anauliza kama umekula tena nikamwambia nilikula kidheri fulani hapo tu ndani. Sema niko na hizo mbili nikikupatia unaweza kusaidia. Nikasema ngoja nipatie. Sasa kanipatia tu hapo hivyo within. Kaingia ndani. Kufika ndani so nakumbuka tulipelekwa room number 7, court number 7. Court number 7. Yeah. Tulipelekwa pale. So huko ndani swali ni mbili. Jibu inafaa jibu ndio mala. Yes or no. Hizo nini? Hiyo ndo majibu anataka hapo ndani. Hakuna ku-explain. Sasa nikasomewa. Mimi nikasema no. So mkisomewa bado mnapitanga hivyo tu. Unakaru mnapita ndani mkiingia ndani hivyo. Na kwa watu walikuwa wengi hiyo day, watu walikuwa wengi. Na kumbuka kulikuwa na mbogi fulani, sijui ilikuwa umetokea pipeline ama nini. Kuna watu hiyo walikuwa wengi. Watu ya mavijana. Acha niseme mavijana kwa sababu hata hadi wengine walikuwa ni underage. Wenye nilikuwa naangalia pale ndani. Kwa sababu kuna tu ile mtu anaangalia tu sema huyu bado ni mtoi. Mwili ndio lakini akanikatoi. So walikuwa wengi. So mnasukuma ndani. Mkimaliza huko mnapita mkienda huko. So mani kupelekwa hiyo side nyingine walikuwa ni so pale kuna kwa na search. Search ya maaskari ama ya wafungwa. Ni nyinyi unafanywa search na makarao. Ni ngumu. Alaka police station au mtu afanye wangu search na makarao. Mseo jamaa anakuambia wanakuaras. So mimi shida unaona ndo mjomba alikuwa amenipatia. Mimi na nilikuwa nimeweka kwa mfuko. So akasema mtoe kila kitu mweke. Kwanza in fact tulikuwa tumepewa opportunity akasema nyinyi toeni kila kitu mweke kando. Mimi nikasema hii do yangu so obvious do si kitu naweza toa.
niko na uwezi yeka kando. Hii kasema acha nibaki na yangu. So Karawa kanipata nayo ule Sanse. Jamaa alinipiga hapo. Karawa alikuwa anakufanyia search ama ni? Ni wale Makarawa prison. Makarawa prison. Ni wale Makarawa prison. Ndio alikuwa anafanyia. Walikuwa wanafanyia search kwa koti. So mkitoka nyuma ya court after kusomewa kuna room tena mnapelekwa ndani. Hiyo side ndio mtangojewa na gari huko. Sasa hiyo iko nyuma tu. Hiyo iko side yako nyuma. So mnangojea huko mfanyiwa search. Kwanza mnaingizwa kwa maroom bado. Yes. So mnafanywa search kwa ndani. Ile Tharali wa. Mnangojea huko ndio mngoje gari sasa. Yeah. Wakala alichukulia in fact alichukulia hiyo tuso. Alichukulia so mbili yangu hiyo. Mjomba wangu alikuwa amenipatia hadi amelilia. Karawa anachukua doa yangu. Kulikuwa jamaa kurefu hivi. Walikuwa wanaogopesha. Buda, jamani. Anakushika yule. Uko na nini? Jamaa anakushika na kutoa na kuvuruta hivi. Unaangaliwa wapi? Like unavuliwa nguo na bado hata mjafika kotini. Sijui kama umenipata mali. Tumetoka kusomewa. Mmetoka kusomewa? So si bado mko hiyo environment ya koti? Ni hapo hivyo ndio tuko sasa. So mko cells hizo zingine uko nyuma sasa. Si zenye mnaletewa ngoa mkitoka police station. Hapana. Zile zingine zenye mnachukuliwa mkienda ndio hapo sasa kuna gari hapo hiyo cell ziko pale nje. Hapo within. Gari iko nje sasa mnafanywa search hapo hivyo ndani. Ni nyuma, but then ni nyuma. Ni nyuma hiyo koti. Hapo ndio mnafanyiwa. Of which niyo room unaona venye mnatoka pale kwa hiyo I think ni Kizimbani ama Kizimba. Mkitoka hapo mnaingia straight so mna turn. Ni yuko ndio mnafanyiwa. Hiyo search inafanyiwa saidia kwa nyuma. So si wakatucheck juu walisema mkitoa hizo vitu mzieke kando. I think hizi zinafaa ziekewe tag. Ndio msajulikane na kitu yake. So si kuna wengine tulikuwa tumegwamilia juu kitu kama domi nikasema pesa mimi siwezi acha. So siwe peke yako ulichezwa? Si mimi peke yangu. Niko sure kulikuwa na namba mzuri hapo hivi. Kamalizwa hapo tukaingizwa ndani ya bus. Ikikubwa hivi wameandikanga utumishi kwa wote. Unajua zile basi ukiziona tao zikipita unaonanga tu hii ni gari tu kawaida. Until that moment utaingia gari. Si gari ya kawaida. Mbona? Yaani ukifika hapo unaona ni life imechange. Ndani ya gari. Ukiwa ndani ya gari. And life. Unajua ikipita unaona inapitaga alafu wafungwa wanatoa mikono sijui wanawatusi nje nini. Juu mtu anakuanga umelose hope. Wow. Unakuanga umelose hope. Juu hakuna juu so umeingia ndani. Karao pia kuna karoom tena amekaa hapo na bunduki ni imefungwa. Hizi dirisho kiangalia ni chuma. So hakuna vinyo unaweza pita. So unaanga tu limaze life nimelose hope. So si tukawapelekwa nyi wenye umeingia mzenyi ni mafresha. Utapata hata bado mtu alikuwa pale rumande lakini akikuona ukiingia bora amekuona umeingia mwanzo ni fresha kwake. Kuna vinyata completely tofauti. Kuna pale nda kuna place room yenye tulipelekwa kulala. Mnalala chini. Alafu ni simiti. Mnalala hapo chini. Na unajua hii keja mnalala, akale ka room mnalala. Bado choo iko hapo ndani. Hiyo choo tuseme iko kama hii ni room ni ka room kana kaka corridor. Alafu hapa mbele ni ile choo. Na hicho ni zile za chini za kumwaga maji. Alafu ni zile za kitambo. Choo zile za kitambo zimepasuka. Sasa ukimwaga kule maji, hii maji itakuja iwapita hapa katikati ya miguu. Ikimwagiwa huko maji utoka kwa sababu elewa tu hiyo ile usafi na uchafu wa jela. Ile maji tuseme mnalala huku na huko maji inapitia hapa. Unaona mkilala ukilala hii side tuseme kuna wenye mtalala hii side na kuna wenye mtalala hii side. So mnalala kama umejikunja. Ukijikunja hivyo sio mwingine pia atakuingia hivi. Mkisonga hivyo. So the same hiyo line yako la mwingine pia watalala hivyo wakirudi huku. So hapa katikati hapa ndio maji kuja ikipita. Zile mkimwaga mtu akienda hapo mwageo maji. Kwa sababu hiyo ni kitu imepasuka. Sasa kimwaga maji ikitoka ndani na kuja na
inawapita kwa miguu. So ni mmelala hapo chini, ukilala hivi sasa longa umelala hivi ni mpaka morning, hawezi pinduka, hawezi juu kitani. Huyu mwingine ashakulala yani tuseme kama amekuingia ndani, huyu pia amelala hivyo. Buda huyu ni mwanaume, umemlalizia hivi kwani kuni forex nini? Unafunza forex huku ndani? Jidi wanaume umelala hivyo wote, au wengine pia umelala hivyo wote. Man, so painful. Juna ni chini umelala. Wewe bado hujazoea hiyo life. Alafu na bado wenye mko hivyo. So leo sasa mlipata hapo. Kuna venye na treatiwa tofauti. Ndio mnalala chini lakini kitu kama food. So ni hiyo ni tuseme ni other day sasa. Hiyo yatakuja at least anaweza pewa mchele na maharagwe. But wewe ni zile kiugali yako hizo kinakaa na maji na kile kimitawi kia sukuma wiki hivi. Wewe hizo ndo unakula. Lakini kwa hawa watu nyinyi bado kuna na treat tofauti. Na ni mapiri. Sasa hii room mwisho huko wenyewe wanasema ni mapiri au at least kwa tu mattress. Tuwili hao nalala hapo hivyo. Mattress mbili. Ule tumepasuka slices hivi into pieces. At least aneka chini. So at least unajua better huyo at least amomoka. Lakini sasa nyinyi kwa simiti. Nyinyi kwa simiti huko. So nilikuwa nalala hapo imagine. So kaka hapo tukaenda mentions. In fact hata si unaona venye tulitoka hapo hivyo ilikuwa ukika hapo. Tulala kama kituka 3 days. Alafu tukapelekwa kirumu kingine tena, kiko tu within kirumu kingine tena. So hiyo nayo inakwanga hivi, wanangoja jua venye jua inatoka, ukijisikia kwenda hiyo kote jua mnapelekwa kwa hiyo room. Uende mkaa huko. So jua unaionanga juu kwa zile halls. Hawezi pewa nafasi ya kote jua. Na huko ndani in fact ndo tulifosiwa tukadungwa zile mashindano za corona. Jua walikuja na madaktari wapanga wale wafungwa kwa wadunga zile mashindano. Sasa unaingizwa kwa mapua kitu hiyo stuff ya kupima. Na unajua mtu akiwa huko ndani ni nani, yani usemanga ni nani alifanya makosa kubwa at least aonekane. Juu msoko ndani anakuuliza by the way ulifanya nini? Na mbuda mimi niliekelewa, sema acha kuniambia uliekelewa. Juu neno kuekelewa is a common term inside there. Hiyo ni kitu common. So jamaa anakuambia abuda kani simu niambie tu. Unajua msema wasao msako huko ndani lakini anafanya business nje. Jamaa anakuambia acha kusema uliekelewa. Kama uko natenje buda tukitoka hapa mimi ufanye uniuzie. Mimi ufanye hiyo business. So hadi msao unashinda kumexplainia venye iko juu haizi kuelewa pia. Yesu ana imagine hivyo. Na sasa bado uko ndani, unajua kuna wasemba kwa na matenje. Uko ndani. Zimetoka wapi? Kulikuwa na msee alikuwa na yote nje. Ni kadogo. Tule tusimu tudogo. Tutashana hivi. Na unajua yu ukipigia msee, sasa kitaka communicate na msee wako nyumbani, unamlipa so ukipiga simu tuma kwanza hapa ndio tuongee. Usipotuma wewe jua tu jamaa kataumia. So wewe kwanza watume kwanza hiyo ama kama ni punch at least again. Na jamaa amekupimia hiyo time. Yaani 1 minute hivyo. Tunatembea tuko ndani. Tunatembea tuko ndani. So kotini kesi iliendelea aje? So kuna date liko tumetolewa tu nje, tumekaa tu tumotajua. So mkotajua bado mnatolewa angalau mwenda mnapangwa venye kawaida. So kupangwa kuna kwa wanapili wanakuja wanaitana. Mtu anaendoko kama kule gate. Place kuna reception huko. Anakuja anaitana. So na kwa mtu umetulia tu sikia tu jina yake imeitwa. So kwenda kuitwa nikaenda kapata bado mjomba wangu man. Ndiye amekuja hadi huko. Ametumiwa do na pastor wangu kutoka nyumbani anajiita Mr. Abraham Manya Apostle. Kwa sababu ni jamaa ananijua, ni jamaa amenilea church.
Alikuwa anajua Brian ndiye ameshikwa. Akasema Brian si mwizi. Alikuwa anasema sikia alikuwa kiambia hivyo madhe. Yeah. Akasema Brian si mwizi. In fact alikopa do. Hiyo 20,000. Juu unajua mimi nilisomea bond ya 20k. Nikikuja kufungwa. Na uvichi hata nilikuwa fala, ningejua mapema nikikataa. Unajua maybe kuchanua msee, ukisomewa bond, kataa lia sema venyewe ni yatima. Wewe sema venyewe ni yatima. Vinyauna ya kitu, vinyauna ya uwezo. At least unaweza punguziwa. Yeah. Kwa sababu nakumbuka kulikuwa na msee alisomea ya 30k. Jamaa alilia, jamaa aliangalia madha alilia. Akaambiwa venye hakuna vinyaneza ninio, irudisha kitu kama mpaka 10. So wewe iliongelea. So mimi venye nilisomea 20 hadi hata sasa sijui, unaona? Juu najua maybe hauwezi argue na judge. Mimi nilikubali hivyo tu. So mjomba si ameniita, wenyewe jamaa wanakuja wameitana, nimeenda pale. So nauliza majina, unajua ni nani? Sema yeye. So mjomba alikuja amenilipia bond. Nikatoka sasa. Sasa unajua nikitoka hivyo bado inafaa ni attend court. So sasa vilienda hivyo. So huko niko kutoka hapo hivyo, man, within kale ka short period nimekuwa huko ndani. Mwili imebadilika. Baridi imeanza kuniingia, yani mwili imekataa kabisa. Siku ngapi? Ulikaa remand siku ngapi? 1 week. 1 week mwili ishaanza kubadilika. Mwili imekataa. Mwili wangu hadi venye kuanga sense. Kama nikienda ushago bado inanisumbua. Like change of weather. Yangu ni environment, nanga ni environment. Na huko jua nimekuwa nimelala kwa choo huku. Nimelala wapi huko? Kwa hizo wamekoja zao hizo. So in that 1 week ni mambo gani uliona hapo hivyo ukashangaa? Man, vitu ni mingi kwa ndani kwa sababu kitu ninajua huko ni ukiwa na do alafu ukiwa umeshikwa maana uko sawa. Ukiwa na mado, ukiwa na pesa. Mchele ni wale wasao momoka. Mchele prison. Alafu mkate huku nje inauzwa chwani sijui. Huko inaweza uzwa hata so 2. Na mkate inaweza fanywa exchange. Sasa kuja huko na mkate, mimi niko na mchele exchange. Mnapiga biz. Tunafanywa biashara. Mkate mzima ama slices? Ile mzima. Sema na mchele nyotapewa ni mingi buda. Food at least unapewa food tofauti na wale wasa wengine. Ni biashara zinafanywa tu chini ya maji tu. Ati mchele ni 30 bobuko. Nasema mchele unaweza fanywa exchange na mkate. Na mkate. So hiyo ndo nasema kuna food ni expensive huko. Mkate maybe huko nje unaweza buy chwani. But huko ndani mchele mkate ni kitu kama chwani. Juu unajua kuna msana prefer area kule hiyo then ni kule hizi maugali hizi. So at least ukiwa na do ukiwa ndani huko uko fiti. Wewe ndio uko fiti. Na bado so wale jamaa kwa hapo ndani wanajua. Wale jamaa do anajulikana. Mtu wa mado. Mtu wa pesa anajulikana bwana. Tena kwanga ametulia, unajua sema do hitaji kelele. Do hitaji kelele, do inanga kelele. Inanga kelele. Na msee mwenye akona do, so anajulikana tu obvious. Tena kuna vinye tu na mheshimu. Kwa sababu Imbogi tulikuja si wote tulilala pale hiyo side ya choo. Unasa tena kuna watu wale unachukuliwa na yako huko. Unaangalia kwa sababu wanaulizanga, hata in fact wanaulizanga nani ni karawa hapa hivi, nani ni mtu fulani hivi, wanakuja nganyimu na kuna venye mnakuwa favored at least. So hiyo ndani at least ukiwa na pesa uko fiti kidogo. Uko fiti man, uko poa. So anko akakutoa na bond. Akanitoa na bond. So venye ulisikia jina lako, were you expecting ati kuna bond? Sikuwa natarajia. Sikuwa natarajia kabisa. But yani venye waliitana. So unajua kitana unasikianga mazeni kani kwa heaven. Ukiitwa tu. Unasikianga ni kama yani ni kama ile life umepitia ni kama umeachilia uko free sasa, yani at least I can breathe. Sasa hiyo nitana maana nikaamuka unakimbia mbio. Ndio unakimbia unaenda kwa wapi unaitana juu. Sasa niwepiria kitana huko ndio anachukua mnaenda. Anawapeleka huko. Kwa question hiyo hivi alafu ambio
Nilipiwa hivyo. Katoleo ilikuwa ni majioni hivi. Yeah. So nikatoka hapo nikaenda nikapewa vitu zangu hapo. Ilikuwa in fact hiyo idea ilikuwa hapo, hiyo idea yangu ya job. Nikapewa hapo hivyo. Simule ulipewa. Sikuwa na tenje in fact. Ilikuwa kwa keja. Sikuwa na tenje, ilikuwa nimeacha keja. Katoka. So machili nikapewa hapo vitu zangu ni ukaenda. Nikatoka. So kutoka ngo akaniambia venye akaniuliza uka wapi. Kwa mimi nika hapo Mdhuru, akaniambia buda achana na Mdhuru. Tafuta place nyingine. Achana na Mdhuru. Sema sasa keja sasa hizi. Nikaenda man. So unaweza imagine almost 2 weeks. Yes. Keja huku uliacha kama hujafunga. Juu uliacha ukatoka tu. Karudi ndani. In fact kulikuwa jamaa alikuwa ameingiza hapo, kuna jamaa alikuwa amechukua keja kitambo. Kamuuliza akasema, "Nya sikupata mtu." Niambia mimi hapa sikupata mtu. Na pia kukuwa na kitu yoyote ilikuwa inakaa yako huko. In fact. So unajua ukiwa ndani ukiwa ndani, wewe lengo inataka ni freedom. Mimi venye nilikuwa nimeachilia nenda keja mzee kuulizia jamaa niambia ati alipata hiki hoje kwa vacant. Hata sikutaka tena niendelee. Mi bora mzee niko na freedom. Uko free. Mimi niko free. Yaani unajua tunaweza anza maybe tuanze kuja tena wanishike. Sitaki stuff kai. Mimi bora niko free. Niko sawa mimi. Sitaki maneno mingi. Nimepata keja hakuna kitu juu ni msemo mwingine hapo ndani. Sasa kuna venye naweza tena niende nipeleke niulize landlord niulize. Yes. Sasa nikajitokea. Nikaenda nikakaa na kazini yangu hapo. Nikakaa naye na hivi unajua tu mambo ya familia. Unajua kaa sisi wao leo wanakuanga na mamila mingi. So wanakuanga so huyu jamaa nakaa naye mama yake mimi ni sister. Yale mama yake ni kazini yangu. So unajua hata haifai, mimi ni mjomba haifai kwa keja. Sasa hiyo nephew. Mtu isijie nephew whatever hivyo. Kaleta safu mingi, maneno mingi, kabidi ni nijitoa hapo hivyo. Kwa hivyo man. So ukajitoa. Mimi nikajitoa. Kabidi nirudi kwa mjomba kwa tena nikae. Mjomba sio akaniita, "Joy pia ni mtu ako na familia." Unajua mtu ako na familia Nairobi tena ni vigumu. Bado tu nikakaa. Akalinivumilia tu hata. In fact alikuwa anasema weka watu hapa mpaka venye utanini. Na job kukufuatilia kukuuliza. Nilirudi kazi azini kulikuwa. So unajua security pia kuna kuangana ile time period mtu upewaga 7 days. Of which ikipita kama huja report, kama hujapiga simu unaandikiwa disata. Disata ni gani? Ni yani umeacha kazi. Nika umekaa sana alafu amengoja aone report au upigi simu. So na wewe ni kama uliacha katoroka kaenda. So kurudi kwa nikamwambia ilikuwa hivi nikaanza sawa na hizo like hakuna mwenye anaweza kusaidia kwa sababu au communicate kukuja au kusema nini. Nikamwambia mimi nilikuwa nimeshika kusema kama ni hivyo sasa hata sio ni tofauti sana. Na so nikaamua nikasema kama ni hivyo acha mimi nijirudie, nikarudi kwa nyumba. So nikakaa like 3 days hivi, then nikapigiwa simu na deploying officer wa kazini. Akaniambia stati kuna venye unaweza kuja tuongee kwa sababu kama hiyo makosa ili happen ni kuapenia kazini, hatuoni kama ni big deal inahusikana na huku, wewe kuja tuone. Na ujue miguu nimeanza kusikia uchungu. Like uchungu bila baridi ilikuwa imenini. So unajua mtu hujaifikia place uka experience. So ugonjwa ilikuwa imeanza kuniingia sasa. So jamaa hata kunipigia simu kurudi huko bado mwili ilikuwa nasikia nataka nikae kwa jua tu. Siki baridi. Nasonga kivuli kisonga mimi nasonga nayo. Utaki mahali mnaguzana. Siki baridi. Nataka nikae jua tu. Ndio jamaa kaniambia akasema pale juu pale so the current place I'm working. Kaniambia pale tuko na shortage ya msee mmoja. Unaweza fanya juu nilikuwa desperate hivyo. Lazima tungeitika. Hakuna venye naweza kataa. Na so unajua kazi nilikuwa nimeacha kwa place nilikuwa nimeacha mara ya kwanza. Vitu kumbe alikuwa amechukua.
Kampuni ilikuwa imeshakujia ama zilikuwa zimeibiwa? For 7 days wewe unajua uliacha kazi ulienda, so atakujia hizo manguo. Kampuni inakujia ila inajua kwenye ulikuwa unaishi? Hizi manguo kazini unachanga kazi, unaingia kazi unavaa, ukitoka unaziacha ukienda kwa nyumba. Okay, nimeelewa. Ndio. So walikuwa wamechukua hadi manguo zao. So mi huyo jamaa akaniambia akasema wacha kama ni hivyo, acha wewe urudi kazi. Hakuna venye tunaweza wawezi kufuta wera tu hivyo tu kimchezo hivyo. So nikabidi mimi ningia wax. Which sasa ilimaji ilikuwa ni hiyo jioni na venye nilikuwa nasikia hiyo mwili imekataa hivyo. But juu niko desperate, lazima tu ningeingia. So nikaingia bado na ni usiku. So nikaingia kapiga almost a week but nikaishiwa. So venye nilishiwa ndo nikaanguka chini. Gari kaletwa nikapeleka hosi. So unaangaliwa dawa nini mwili, hata ukiangalia hakuna aina ugonjwa. Baridi ni mbaya. Baridi mtu anaweza kufa. Asikenga mtu ati alikufa tu pneumonia tu once. Njoo imeaccumulate. Hiyo ugonjwa inakwanga imeingia kwa mwili. So inakula from inside. Magoti, unasikia uchungu, mifupa huko ndio unasikia uchungu. Lakini bure. Unajua kwanga mgonjwa, ndio sikia kila msako na dawa. Kwa mgonjwa. Juzi in fact nilikuwa nimeona ati mtu amekata kitunguu, alafu amefunga kwa mguu. Unajua ukiambia mtu mimi ni mgonjwa alafu anakuambia uteka hiyo kitunguu funga kwa mguu alafu ulale. Unajua ukilala usiku unasikia baridi throughout. So ukika hiyo kitunguu at least utaleta joto. Mtu anakuambia hivyo. Obuchi nilijaribu but iliwaka. Hakuna. So essence ya kuweka kitunguu kwa mguu, unajua ati italeta joto. Alafu unavaa kiatu na niliambiwa sasa in fact kitu imekuwa juzi nilikuwa unavaa kitunguu na kiatu pamoja. Unajua unasikia uchungu usiku ukiwa umelala. Hata mchana tu unasikia uchungu. Ukiwa umetulia hivi unasikia uchungu tu miguu. Hiyo baridi na kuingilia kwa miguu. Hayo man kaenda hosi. Kwa sababu ugonjwa. At least nikatibiwa. Ndio unajua wakati at least tulikuwa ina chafu ilikuwa inafanya. Tumaisha ilikuwa fit at least. So nikatibiwa na ukaenda home. Nikakuwa fit nikarudi. Kiendelea na kupika wax. So ile nini kurudi juu ilikuwa scheduled, inakuwa na time yake. Ndio nilikuwa na date yake ya kwenda mention hearing. So kwenda man, kitu nilishtua. Venye nilifika koti ati jamaa anasema unajua kwanza ukiwa ndani ukiingia umetulia, yaani unakanga tu mangalia hivi kando kwa watu, usione hata jamaa. Huyo mzee asikuwa amekuja ameingia. Uko tuza jamaa si apate tu agizendida mahali tu. Yaani unaombanga maombi zingine mbaya tu zimhapenie tu. Jamaa nisikwambia msali alikuja alafu anakuja mpaka na witness. Ya kwamba wewe umempiga. Jamaa anakuja mpaka na witness. Hata walikuwa walishuhudia. So unajua hata si. So mi venye jaji alisoma, ni mimi nilichukua simu nikapeana. So venye nilichukua simu nikapeana au akatoroka alafu akanishika mimi. Na remember tukiwa Mdhuru alikuwa anasema najua wase. Yaani venye tu ningekuwa na time ya kurekodi ningerekodi jamaa huko. Na venye anaongea huko. Juko anasema nilichukua simu nikapeana au jamaa katoroka alafu akanishika mimi. But tukiwa pale Mdhuru alikuwa anasema nitoa hao jamaa na wajua wanakaa hapa within. Na unajua hii stuff dimi ushagaga hizi Biblia zinakwanga koti ni hizi Makurani. Kama real zinakwanga ni Bible. Juu watu wanadanganya mbaya. Juu sana ina Biblia yake anaongea uongo. Juu si kitambo ulikuwa unajua umelelewa kwa Christianity whereby Biblia ukisema uongo unakuwa striked na upigwa na radi. Hey man. Jamaa amesema hapa anaongea. Na ameapa kabisa. So unajua unakuwa umekewa side nyingine umetulia tu. Umetulia tu. So unajua huyo mjomba bado ndio kuniacha. Mjomba niliambia mzee huyu jamaa nimemtoa na bond ya 20k.
unalia simu yako ni ya 20k imeenda. Kama unaweza withdraw kesi hiyo 20k irudi, huyu apewe, huyu jamaa achiliwe, upewe do, tumalizane na story. Then jamaa alikubali akasema hivyo ndio mimi nilikuwa nataka. Hata in fact mngesema hivyo tungekuwa hii kesi tumemaliza kitambo. Ilibidi tu agree chini ya maji hivyo. So unajua mkiagree mnarudishwa tena pale. Ndio so judge anakuuliza kama umetishiwa ama huyu ametishiwa. Jamaa akasema hajatishiwa. So jamaa kaagree akasema ka withdraw kesi mmoja. So ilikuwa koti. Unajua niliuliza judge kama anaweza omba. Wewe uliomba? Nikamuuliza kama anaweza omba tu. Ni mzuri huyo judge alikuwa mpoa. In fact alitii man. Mwanzo niliomba, ilibidi niombe tu kwa sababu kumbe Mungu pia ni mkuu. Mungu ni mkubwa. Niliomba man. Junior imagine ati sasa nimeachiliwa sasa hizi niko uhuru, niko free. Huyu jamaa amekubali kesi, amekubali withdraw. Kesi tolewe. Mjomba sasa rudi sasa, unajua account itasoma ni doza mjomba. Kwa alafu ndio ampatie. So huyu jamaa akienda wakitoka yeye apeana account number. Bora kwa tumaliza. Hivyo ndio kesi yangu ilivyo. Hivyo ndio niachiliwa mama. Na pia hiyo bond ilirudishwa hiyo time. Hapo ninakanga itu aliniambiwa ninakaa 1 week I think. Kaka tuka week ndio atapata message ameachiliwa apewe zile ndo zake. Hiyo sasa vile ilikuwa inaenda hivyo. But so kwa hiyo first hearing ndio muli have this conversation ya ati withdraw kesi. So ama witness wenye walikuwa wameletwa walikuwa pia wao wameandikisha statement. Sasa hadi ulikuwa umepewa hiyo nini file ama bado kwa file ya hiyo file ndio ujue complainer amesema nini na kwa witness. Hiyo mimi sikuwa nimepewa. Hiyo sikuwa nimepewa. Hiyo mimi sikuwa nimepewa. But yao witness wanasema ati nilikuwa kwa hiyo nini. Sawa, witness kuna mwenye uli recognize. In fact kuna nishaikutana na moja tu mtaa tu nikamuuliza kana nijua, akasema nijua. Ni ile tu unapata na huyu jamaa alikuwa kote akitestify, nikamuuliza buda, mbona nijua ushaniona mahali? Ni jamaa mlevi. Alikuwa amebaiwa kanunu. Ndio akuja kuseti. Jamaa nijui, yeye msa nijui. Kai, anijui kabisa. Unaona? Avuiti anasema alikuwa hapo waliniona mwenye nilinyang'anya simu. Nikamuuliza. So unajua unamuuliza hivyo kama umeenda kwa sababu hautaki maneno. Hautaki maneno mingi. Ndio tu yani uconfirm. Uconfirm tu. Jamaa nijui. Kai. Hadi hata jamaa mwenyewe nishakutana naye mtaa. Msee mwenyewe nishakutana naye mtaa. Mlipatana after the incident? Nishakutana naye mtaa. Alafu how was the reaction? Tulikutana kwa njia, nilikuwa napita zaka nini. Alafu so ati kumbe pia uko huku. Then I was like ni ile yani hutaki maneno man. Usimjibu juu hakuna venye juu kisema utamjibu vibaya tena akushtaki, unaona? So au kumuuliza mbona alikufanyia hivyo? Man, hadi in fact unajua nilishtuka mwenyewe venye nilimuona, yani nilishtuka. By then nilishtuka venye nilimuona. Venye hata alikuwa kiniongelesha, then hata memory nataka nimjibu but kuondokea noma tu. Jipitia tunakuondokea noma. So kesi imewithdrawiwa. Kwa ameitikia 20k iende. What happened? Na kesi iliwithdrawiwa bado mwaka gani? Hiyo 2023. Ilikuwa 2024. Juu nakumbuka hiyo bili kitoka ndani ndio Christmas sasa. I think kituka 23rd hapo, 22nd ndio ilitoka ndani. Kwa angali kwa June kwa kidogo alafu Christmas. So mwaka mwingine tu tukienda ile pengine ile mention my hearing. Ndio kwanza alafu ndio mkaanza sasa hearing, so inaitangwa mention. So ilikuwa kituka Januari kiisha, February kianza hapo ndio tukienda hiyo. Alafu tukuja kumalizia sasa. So hiyo safari ilienda hiyo. So ilikuwa ni 2024. Yeah. Ilikuwa hapo hiyo ndio tukaa.
Sababu zote zikaachiliwa. Nikatoka nikakaa, so nikapata freedom. Hiyo kitu ilienda hivyo man. Wow. That's awesome. So ukarudi job. So unajua ukirudi kazi tena unajua bado hujamalizana na zile stories za fingerprints uko ndani. Si but kesi ime withdraw, so ukuwa na nini? So hapo ndio aga unaona? Kwa kidro bado zinatumanga DCI. So I was like, kesi unajua kesi ndiye imeachwa, but kumbuka mtu anafaa peleke hizi ni kule polisi. Kule ulikuwa umeshikwa, so pale Kamkunji ndo aliforward fingerprints kule. So unajua kutoka kwa tena ndio ushughulike tena mwende mtafute zile makoti kesi hizo, ma clearance ndio rudi huko tena hivyo ndo uende. Ni gharimu. Ni process buda. Ile tu kuzitoa huko. Si but mtu like akishahukumiwa ndio like inakuanga bleached. Buda nishashikwa. As long as ulishikwa, unaona pale mimi venye niliambiwa. As long as umeshikwa pale, as long as ulizifinya pale police station kwa nini, kwa crime office. Pale kwa crime office. Hao atakangi hizo huko zinaenda. For real? For real. So mimi bado si uko cleared. Kwani wewe ilikuwaje? Au kwenda ukaenda kufuatilia either? Kesi yangu ili happen kama yako hivyo venye yako ili withdraw. So nataka kuniambia na uja apply either as like mimi bado na kuanga niko cleared. Then jaribu angalia kwa apply good conduct yake itoke alafu confirm. Kwa jumia naambiwa jua hadi hata nilikuwa venye nilikuwa nimeenda kule DCI, kuna karali alikuwa kuna askari nilipata hapo. Akaniambia yeye kitu minor cases kitu kama 2 years. Yes. Alafu utatolewa. But akasema kama uko na emergency utabidi ufuatilie uende uanze kupia ndio kuja utolewa. Nikamwambia hii kesi mimi siku ilikuwa withdraw, na akasema hapana, haikosi huko ndani. So bado iko huko. But kama ni mambo ya 2 years mimi I think niko cleared mimi. Yeah. Kwa hivyo because like I inquired about that. Nikaulizia about if mtu kesi yake ime withdraw because mse amehukumiwa ndio like hizo yes zinapelekanga, but mtu amehukumiwa ndio like sasa inakuanga like iko approved wewe uko na crime. So unajua hata ningekuwa na simu ningekuonyesha juu ilikuwa na karao pale place nafanya ni AP. So akasema rafiki yake anafanya kule DCI na ni dere huko. Akaniambia ni peane namba wa confirm ID namba na majina, confirm akasema niko. Wewe sawa. Sasa na venye hivyo ndio imili apenia hivyo. So as long as ulishakapitia huko lazima tutapelekwa. Okay. Oh, nice. So say how is life? It's 2 years later. Maisha ni fiti. Ulihama huko ama bado unaishi? Ulihama mwana. Ulihamia wapi? Na kama Simba. Nilihamia mtaa hadi naangaliaga hivi au mtaa napita katuki ogege. Kaka yole mimi. Ya maana kaka yole kwa Simba. At least na ka place fit man. Sijui venye tu Mungu alikuwa amepanga tu. Nitoke kwa hizo keja hizo uko ndani huko. At least place na kani fit better than hiyo yenyewe. Pia environment inakaa poa pia. Hiyo environment fit. Juu yenyewe huko wenyewe hiyo mtaa center fresh. Si vitu wala kweli. Si place mtaa ndio kuanzia life na msee kukaa ukisema maybe kuna kitu nafanya, kuna project kwa sababu keja ni cheap. Food una access. Japo ni market. But it too real si place poa. Yeah, true. What did you learn through that? Ile process yangu yote venye nimepelekwa hivyo. Kitu ya kwanza justice, mob justice. In fact ni injustice. Why do you call it justice? Mob justice. Mob injustice ikihappen at a place, usiwahi kimbilia. Achana wewe, pitia mbali. Alafu ukirealize si nimefanyikia hapo, usiende ukaa hapo. Usipite hapo.
juu mimi kukaa hapo nilileta hizo story zote. Alafu utapataga ule msana kushtaki. Na ajue ni uongo. Huyo mtu ni sawa na jamaa anaweza kuua. Kwa sababu kama unaweza simama mbele ya watu alafu ushike Biblia utestify uongo juu ya mtu. Na kabisa unajua unasema uongo. Ni kitu gani? Kuna kitu inahinda huyo jamaa kukua kweli? Inapona. So it is so painful. Alafu kitu wase wako ndani huko jela. Wase wengi ni wako innocent. Wase wako innocent. Walai. Jamaa kwa juu kama mimi nilikuwa huko ndani na nilijipata so naweza imagine na so wengine hao. Wase kwa ndani wako innocent. Uliweza kuinteract na wase na msee mwingine hapo within those wengi tu wase ni wengi. Silikwambia kama msee mwenye alikuwa akiniambia ati kama nilichukua simu yenyewe yeye afanya na biashara huko nje. Sasa hadi kuna jamaa mwingine pia alitusi bibi yake malaya. Alitusi bibi yake malaya. Jamaa kwa ndani. Hivyo ndio alikuwa anasema mimi nilitusi to be wife malaya. Na ukiwa huko ndani hao wataonanga huruma. Juu tulikuwa huko na huyu pasa hadi alikuwa ni mgonjwa. Kuna ukide lakini ni bado pia kwa ndani unaona. Jamani analalamika venye nini lakini life jela si maisha. Siwezi takia mtu afike huko. Siwezi tamani life hata mimi mtoyo wangu atafikia hiyo place. Ama siwezi tamani mtu afikie huko. Ama kama unaonaga umekosea msee, jaribu usuluhishe na huyo mtu mkiwa pale polisi. Isifikie huko majuu. Isifikie huko juu. Jaribu tumsuluhishe hapo. Hata huyu jamaa sinda la legel nini cell polisi. Suluhisha na huyo mtu. Jua tu kama umemkosea ama kama hujamkosea, wewe jaribu unaweza juu chini. Jumi ningesuluhisha na huyo msee, ningemake peace na huyo jamaa kama ningali pale Mdhurwa police post. Nisingepasi all this through. Pale penye alikuwa amekushika kwani mlikuwa mmetusiana ama mlikuwa mmebishana sana? Pale penye alikushika hivi. In fact, aliniuliza wale jamaa wako wapi? Kasema si wajisi, in fact nyinyi mlikuwa na hivyo ndio nilishikwa. Naona hivyo ndio mimi nilishikwa. Na so ile kushikwa wasa wamekaa Wamasai. Lakini Wamasai sometimes Wamasai pia ukosea. Juu sasa hivi ni security guard, obviously mnapata nanga na maybe saa zingine kwa kazi zingine. Sana. Do you normally like share your story with them? In fact, kuwaelimisha. Hii ni mara ya kwanza na share story yangu. For real? For real. Hii ni mara yangu ya kwanza kushare story. I think you should like anytime unapata na hao Masai juu obviously mnapata nanga nao kwa sites zingine. Unaelimisha tu. Inategemea, unajua Masai ni mgumu ku understand bana. Si unakuwa best yake before hata umeanza kumpea story mingi. Iliniuma, yani unaonaga hadi unasikia kuchukia tu msata kama si huyu alihappen but ukiona huyu unasikia ni kama pia yeye alikuwa hapo. So ni kama sasa hizi nakwambia hivi. Sasa nakwambia huyu jamaa nifanyia hivi ni hao walio Kakamega. So anytime I come across walio Kakamega I'm like wote wako hivyo. So unaona hiyo ni kitu na affect msee. Una generalize juu ya your first pain. Ile heti nakuja hivyo sasa. Hata Masai pia nikimwona Masai. Unajua Masai ndio wako chomoka hapo hivyo wamekuja. Yaachia sisi bwana. Wow. So it was so painful. Sorry about that man. Kuna vijana wengi wana watch. What would you advise mavijana? Juu ni mavijana walifanya end up in prison indirectly. Crime hailipi, unaona wale in fact mbona niseme crime na si mimi nini sikufanya. Mimi tunawaambia wajue maybe kama kuna mtu anaocha na anafanya hii stuff, ajue kuna mtu anateseka kwa niaba yake, but wanasemanga kama is real atakuja apei.
Na acha kaya ukijua crime hailipi kwa sababu kuna watu wako jela wamefanya makosa huko ndani. Unasikia msati aliua. Unajua kwa mtu anafeel ni nguvu gani yako nayo kwa sababu mtu anakuambia wewe budo sisi na mimi niliua. Wale hapo juu ya allegation mimi nimeua. Na msati anakuambia hivyo. Unajua jamaa anakutishia. Na hadi hata mpaka kuna masanzo wako hapo lakini jamaa anakuambia mimi niliua. Sasa kuna kitu zanifanyia. So na mtu amepata maisha yake amefungwa huko hivyo na maybe amekuwa miaka mingi. Buda hii age mazee we still have a long way to go. Uko na vitu mingi unafaa ufanye, unaona? Yeah. Kwa sababu ukiwa pale nje ni freedom unaenjoy. Lakini the moment utapelekwa huko ndio utaanza kumisi huko nje hivyo. Yeah. Yaani hata unajisikia tu ndio utembea tao tu hata kama usiku. Yeah, utakuwa na misio nini? Hiyo ndio misa. Hiyo ndio kitu ninaambia sasa. Wajue freedom ni kitu ya maana. Kweli. Freedom ni kitu ya maana. Asante sana manze. Yeah. Thanks for sharing your story. Najua tumekuwa tukipanga for a very long time manze. Ndio. Ningependa uchukue fursa and I know there are people whom you feel like you need to say thank you to them. Kuna ule bosi wako mwenye alikuita job, nevertheless you like been absent for 2 weeks. Kuna uncle aku give up na wewe. Maybe anyone else whom you have forgotten to acknowledge. Yeah. Kwanza ndaanza na Apostle ile pastor wangu nyumbani. Yeah. Najita Apostle Abraham Manya. So ndiye alikam through ndiye in fact ndiye alitoa hiyo do. Okay. Mimi kwanza namshukuru. Yaani acha tu nisema Mungu tu, acha tu Mungu ambariki. Yeah. Mamangu mama acha tu mama tu Mungu ampatie maisha. Yaani mama tu namwombea tu miaka mingi. Yeah. Maisha tu mingi. Yaani hakuna kitu kingine zatakia. Yaani maisha tu mingi tu. Nikitoka blog. Mambo itajipa. So mjomba wangu huyu mwenye anafuata mamangu Mr. Leonard. Yeah. Ango I respect you. Unajua sometimes unakuwa na familia maybe unaweza kugombana na mjomba wako. Yeah. But to be sincere from the bottom of my heart. Ango I respect you. Mjomba anakuheshimu na mjomba anakupenda. Yeah. Ndio unaweza kosana ndio ni mjomba wangu. But mjomba anakuheshimu na mjomba wangu anakupenda kabisa. Yeah. Alafu bosi wangu anajiita Mr. Ndungu. Anafanya ni deploying officer Atari security company. Yeah. Na kulikuwa na Mr. Weasley. Yeah. Ni mabosi wangu kunirudisha kazi. Yeah. Ni hadi hata unajua kuna sometime unaweza kuwa na furaha yani hata ushinde venye unaweza ambia jamaa thank you. Lakini tu mimi nawashukuru tu, unajua ni jamaa wamekaa na mimi wananielewa. Yeah. Kama Mr. Ndungu kabisa. Unajua kuna time hadi aliniita akanikalisha chini akaniambia just Brian tell me the truth. Ili happen nikamwambia haiko happen. Mimi niambie tu kweli tuko na wewe kesi imeisha. Niambie ukweli nikamwambia iko happen. Akasema ninafaa kwa keen sana. Kwa keen sana na vijana mtaa. Na in fact hata ndiye aliniambia tafuta place apart from you mtaa wa hiyo mtaa. Kiwezekana tafuta tu place hata kama utalipa ni fair place tafuta tu toka na hizo mtaa achana hiyo mtaa. Yeah. Ipinga alikuwa karibu na mimi sana. Na pia nashukuru sana. I think those are the people I can appreciate. Na wamekuwa wamestand. Na Mungu tuwabariki yani. Mungu tuwabariki. True. Asante sana man. Yeah. By any chance kuna mse maybe anaweza penda ku reach out to you, maybe unaweza fikiwa through number gani? Safaricom ni 07 95 84 86 73. That's awesome. Yeah. Majina ya pengine mtu anataka kutuma as a credit? Majina ni Brian Stati, ndio majina yangu. Brian Sitati. Hiyo ni majina ya ID. Okay. But mtandao bado mimi ni msanii. Okay. Mtandao ni Joakim Stati. I love YouTube ni Joakim Stati. TikTok bado ni Joakim Stati. Awesome. Yeah. Thank you sana bro. Safi man. Tumeshukuru sana. Thank you man. Baraka kwa wingi. Amen. Pia ukirudi mtaani na najua saa hii ni maitha yako kwenda comedy kidogo. Si ndio? Pia ukirudi mtaani usalimie watu wa Kayole. Lazima. Nilikuwa naishi pale hivyo Junction mapema. Sijui hapo though. Unajua Junction?
Ajangi najua. Junction najua hapo hivyo. Niko naishi Junction. Yeah. Sawa sawa. Gote wase Kayole. Lazima. Najua mambo tutakuwa fresh. Tunajua wase wenye mnatu watch from home. Thank you very much for your time manze. Thanks for giving us an ear an ear to listen and a minute of your time or an hour of your lifetime. Yeah, manze, asanteni sana. If you have enjoyed this story and you haven't liked this video, make sure you like this video. Make sure you subscribe to the channel. Make sure you share this video with your friends and family. Nitakoko freshi kabisa. That marks the end to our video. Yeah, reach out to us if you have an interesting story. Follow us on each and every social media platform kama Ituget TV. Na itakoko freshi kabisa. And until our next one, manze, baraka. See you in the next one. Peace. Shika hizi. Chonjo. Safi man. Baraka. Kabisa. Chonjo.